Karibu kwenye simulizi ya pekee, tamu lakini chungu. Mimi ni msimuliaji wako na mwandishi Jessica Nathaniel. Katikati ya mji mkubwa na mtaa uliochangamka ndani ya usiku mzito, zilisikika kelele kwenye moja ya familia ya vijana wadogo ilionekana kutoelewana kati yao. Binti alilalamika kwa nguvu akiomba haki yake ya kupendwa na kuthaminiwa kama mke, lakini bwana wake hakuweza kumuelewa ni nini alichotaka na kumaanisha mwanamke huyo. Na huu ndio mfumo wa maisha ya Bwana Sima na Bi Jalia wenye mtoto mmoja, Gawizo, mwenye miaka 5 tu. Sasa ni miaka 20 imepita. Gawizo amekuwa kijana mkubwa aliyehitimu masomo yake katika chuo kikubwa katikati ya mji, na sasa amerejea nyumbani kwa furaha na kumkuta mama yake akiwa mgawani kwake, mahali ambapo anafanyia biashara zake siku zote. Gawizo aliita kwa sauti ya furaha kubwa, "Mama, mama, mwanao nimemaliza, niko tayari kukusaidia." Hii ni sauti ya shangwe ya kijana Gawizo alipokuwa akiwasili kwa mama yake. Mama alikimbia mbio kumlaki na kumwambia, "Bwana ametenda mwanangu, Bwana ametenda." Mama alimkumbatia huku akitoa machozi. "Usilie mama, huu ndo mwisho wa machozi yako, hautalia tena. Mwanao nimerejea na niko tayari kukulea na kukutunza kama ulivyofanya wewe kwa miaka 20 yote." Mama alimkumbatia mwanae kwa nguvu kubwa sana. Akasema, "Ninamshukuru Mungu mwanangu kwa ajili yako. Mungu amekuwa mwema sana kwetu kwa miaka yote hiyo." Walimalizia biashara zao kwa muda huo uliokuwa umebakia na kurejea nyumbani. Ni wakati wa usiku sasa. Gawizo alikaa kwa kutulia na kuwaza, yuko wapi baba yangu mzazi? Yuko wapi? Na anafanya nini? Na kwa nini mama yangu hakuwahi kuzungumzia kwa wakati wote huo kuhusu baba yangu? Akiwa kwenye dimbwi la mawazo, alisikia mlango wa chumbani kwake ukigongwa. Aliinuka taratibu na kufungua mlango. Alikuwa ni mama yake. Akiwa mlangoni akamwambia, "Mwanangu, naomba tuzungumze." Mama aliketi chini na kijana wake na kuanza kuzungumza. "Mwanangu, ni miaka takriban 20 imepita. Sasa ikiwa mimi ndiye nimekuwa sehemu pekee ya maisha yako, kama baba, kama mama, kaka au dada. Najua mara nyingi umekuwa na maswali mengi yaliyokosa majibu, lakini leo nitakuhakikishia kukupatia majibu yote ambayo umekuwa ukiwaza." Gawizo alitulia kimya na kwa umakini mkubwa akiendelea kutafakari na kumsikiliza mama yake. "Najua huelewi kwa nini hukuwahi kuniona na mtu mwingine yoyote zaidi kwenye maisha yangu isipokuwa wewe pekee." Mama alichukua mkono wa Gawizo na kumkabidhi kitabu kidogo alichokuwa amekishika mkononi mwake. Akasema, "Mwanangu, majibu yote yapo humu. Kwa kila kitu ambacho ulikuwa ukiwaza kwa miaka yote 20, kwa nini niko peke yangu, mimi na wewe tu, utapata majibu humu. Sasa naomba chukua muda wako kwa utulivu, uweze kusoma na utaelewa hata zaidi ya vile ambavyo saa nyingine ningekuelezea mimi." Mama alirejea chumbani kwake na kumwacha kijana wake pale kitandani akiwa kwenye wingu zito la mawazo, hata haelewi afanye nini kwa wakati huo. Alijaribu kukichukua kitabu kile na kuanza kufungua ukurasa wa kwanza tu ili aweze kusoma kilichomo ndani, lakini moyo wake ulikuwa mzito sana. Alipoanza tu ukurasa wa kwanza alishindwa na kujisemea moyoni, "Haina maana. Jukumu langu kubwa wakati huu ni kumlinda na kumtunza mama yangu." Alirejea kitandani kwake na kupumzika, huku akivuta pumzi ndefu ikionyesha utulivu wa akili kwa usiku huo. Alfajiri aliamshwa na mwanga hafifu uliotokea dirishani kwake upande wa kulia wa chumbani, lakini alishangazwa na utulivu mkubwa wa siku hiyo. Aliamka na kumshukuru Mungu, kisha kusogea taratibu sebuleni, lakini akashangazwa pia. Mbona utulivu huu si wa kawaida? Alisogea mpaka kwenye mlango wa chumba cha mama yake na kugonga taratibu na kuita, "Mama, mama, umeamkaje?" Lakini cha ajabu hakuna sauti yoyote iliyotoka ikimuonyesha mwitikio. Alifungua mlango wa mama yake na kuingia ndani. Cha ajabu alishangazwa kumkuta mama yake akiwa bado yupo kitandani. Alisogea na kumsalimu, na baada ya hapo akamuuliza, "Mama, mbona kitandani mpaka wakati huu?" Mama alimwambia, "Mwanangu, leo sijisikii vizuri kabisa."
unaweza kuenda kibandani kwa ajili ya kufanya shughuli badala yangu? Gawizo alikubali, akaacha amwandalia mama yake kifungua kinywa na kuelekea moja kwa moja mpaka mgawani ambapo mama yake hufanya shughuli zake kila siku. Cha ajabu, akiwa mbali kwa mita chache tu, aliona kitu ambacho kilimshangaza sana. Kibanda cha mama yake hakikuwepo tena, kiliteketezwa kwa moto. Alisogea mpaka pale, akawasogelea majirani na kuuliza, imekuwaje? Ni kwa namna gani kibanda cha mama yangu kimeungua kwa moto? Majirani walimwambia, hata sisi hatuelewi. Ndani ya usiku mzito wa saa 6 tulishangaa tu kuona moto ukiteketeza kibanda hiki. Gawizo alichoka, alikaa chini na kujiuliza maswali mengi sana aliyokosa majibu. Asante kwa kuwa nami katika simulizi hii ya tamu lakini chungu. Tukutane sehemu ya pili. Usisahau kulike na kushare, wengi waweze kupata burudani na mambo mazuri yako yanakuja.